Oya. Wa vipi? Shwari shwari. Karibu mwanangu, vipi? Mambo fresh. Umeshafika? Nishafika mwana. Mke wangu. Mke wangu. Abeme wangu. Niletee kitu shemeji yako hebu. Habari. Salama. Karibu keti. Asante. Fimbo yangu. Odi huku. Karibu. Habari ya asubuhi bwana. Salama. Kwema. Sawa. Vipi? Naona uko busy kidogo. Natengeneza maneno hapo. Sawa. Karibu. Asante. Karibu. Asante bwana. Mwanangu mwezi. Marahaba. Salama sije mwanangu. Nakupotea. Niko. Umpotea kweli. Sikuoni kuja kusalimia. Ama mimi bado ninakufa hapo utakuja. Hujakufa. Usitare hivyo nawe. Mndanoraga. Haya, karibu nyumbani. Asante. Karibu basi mwanangu, leisima. Acha mpatie tabaruku. Wenyewe. Vipi mwanangu, mbona sielewi? Elewi nini mwanangu? Huyu ni shema ni vipi? Shida yako hutaki kutembea wewe. Hutaki kuja huko wewe, kila siku nakuona tu unazunguka zunguka. Mbaya. Ndio vizuri. Alafu mwanangu vipi, mbona sielewi mwanangu? Nini mwanangu? Wewe na wale dada zako usini vipi? Maana mimi naona mapicha sielewi. Mbona sijakwambia mwanangu? Unaniambia kitu mimi naona ni ficha siku hizi, sijui shida iko wapi yani. Siagize msemo wako mwanangu. Basi vitu kama hivyo unafaa useme bro. Unajua wewe unanyamaza tu, siku zingine naweza patana naye njiani hivi. Alafu kanilaumu bro. Kweli? Vipi basi yako iko wapi? Kwani mbona leo umekuja na miguu wewe mwenyewe? Jana nilitoboka. Ndio kaonelea leo iache. Si mbaya pia. Naona uko kwenye harakati za ujenzi ndugu yangu hapa. Ndio niko kwenye harakati za ujenzi. Naona nyumba yangu atakurekebisha hapa. Sawa, tuachane na hayo. Nimekutafuta kwenye simu yako haipatikani. Naona mtandao ndo unanishida hapa. Sawa. Sasa mimi nimekuja hapa na maneno kama mawili tuzungumze kidogo, jao kwenye wazee bana kukoseki kitu. Mimi niko na mjomba wangu hapa. Kijana tunadhani unamfahamu. Sasa kijana wangu bana yuko na mtoto wa kike ambaye yataka kumuoa. Sasa tumepanga mikakati ya harusi, lakini kabla hatujafanya harusi itabidi mtu aende kule kwa wale ndugu kule wale mwanamke tujitambulisha ni kiufupi. Sasa tukaonelea haina shida tukikutuma wewe kama mshenga utupelekee habari kule kuwa yule msichana wao yuko kwetu, na tuko na maandalizi ya kuwa mjomba wangu afunge harusi na wewe msichana. Ndio maana nimekuja hapa asubuhi ya leo ndugu yangu. Usiwe na wasiwasi. Ukabirwa kare? Bado. Fatuma tabia gani? Mbona kasubiri sasa? Fatuma na roho mbaya kweli. Anasema baba vinakanipiga simu kamba red. Wako nyumbani. Mbona hakufika sasa? So amenituma. Kwa hiyo kuagizia yeye, si ndio? Sawa, sio mbaya. Dada atakupa mzigo apelekee basi. Sawa. Mke wangu. Abeme wangu. Hebu njoo kidogo.
usikuwe na wasiwasi kuhusu hilo jambo. Mimi hilo jambo nitalifanya vizuri sana. Hapo andaeni posa ili nipeleke kule. Hata mimi natamani kuwe na harusi. Mambo kula tunajua. Wewe acha mambo yako bana. Napenda mlo sana cha mtume, mambo yako sana ndugu yangu. Sasa sawa, sina shida. Mimi hata simkaji sana ndugu yangu. Nilikuwa nikufikishia habari hapa asubuhi ya leo, alafu mimi niende zangu. Kwa hivyo mambo ya posa acha mimi nikajipange na ndugu zangu kule nyumbani, alafu tutaona vile tutakuletea posa upeleke kule, hiyo biashara ya harusi ipite vizuri ndugu yangu. Basi karibu wewe. Sawa ndugu yangu, acha mimi nirudi. Tutakutana tena siku nyingine. Karibu. Sawa. Fatuma. Abe baba. Hebu njoo kidogo. Bwana chifuku nkachika hivi kando kakiona? Baba. Mchukulie dada yako mpatie. Sawa. Na umpotea kweli. Mimi kwa mjomba. Hamtaki kuja huku. Wewe ndio unasema uje kuja. Mimi nataka mwenzenu nyinyi mje nisalimie. Hata kama uje tuangalie. Kwa dada yangu. Mzigo ndio huo sasa. Niki? Huo. Asante. Pelekee huko, waambie waje nisalimie basi. Basi utakuja lini? Mimi nitakuja inshallah, Mungu akipenda. Fatuma, chukua mfuko msindikize mwenzako basi. Sawa. Baba basi naenda. Sawa, inshallah tutakutana tu. Sawa basi tutembelee. Inshallah nyingi. Dada yangu, nipatie siri za huko basi. Tangu napendana kweli. Mungu awali. Mimi lakini huku kazi nyingi, lakini usijali dada yangu, nitakuja. Hebu uchukue hizo vyombo zako hapa. Alafu mke wangu, huyu ni shemeji yako. Karibu shemu. Asante. Mimi nilikuwa natoka kidogo basi. Nafika hapo dukani afu narudi. Usichelewe. Sawa. Utabaki salama? Shemu. Mzee Juma. Mzee Sidi. Habari mzee mwenzangu? Salama mzee. Alama. Za hapa? Mimi nashukuru. Karibu. Asante bwana. Basi acha nikuchukulie kiti mzee mwenzangu. Haina shida mzee, tuwezongea tu hapa, mwenyewe ni kwa haraka sana. Sasa mzee Juma, mimi nakusikiliza maana naona hata ni asubuhi, sijui una jambo gani tena mzee mwenzangu. Ni kuhusu mzee Musa. Mzee Musa? Mzee Musa ana nini? Jana aliniita kwake na kwenye maongezi yake anaongelea kuhusu ile fimbo. Jambo lingine ni kuwa alisema atarudi tena kule Mizimuni. Maana mara ya kwanza alienda lakini hakupata mwafaka kuhusu ile fimbo yake. Sasa ndo anaenda akathibitishe nani alichukua ile fimbo yake. Hapo mzee Juma, hata wewe usiwe na wasiwasi kuhusu mambo na mzee Musa. Mimi nishamalizana tayari na hiyo fimbo. Kwa hiyo wewe acha kuwa na wasiwasi mwingi mzee mwenzangu. Halo. Habari za huko? Salama, sijui nanyi. Sasa mbona mmenyamaza sana na mnajua harusi ni wiki ijayo? Ama mmepanga vipi? Nawashangaa nyinyi hamtokei na harusi imefika, ama mmepanga mniachie peke yangu? Sawa. Kama mnavyojua wiki bado hiyo moja, kwa hivyo ujipangeni mfike mapema fanye maandalizi. Maana hapa pia nataka kumpigia mjomba ni mtafute tuje tuongee venye itakuwa, alafu tuone harusi itakuwaje. Sawa. Hakuna shida. Haya. Mjomba. Habari yako? Mjomba, mbona umepotea? Najua shughuli imefika hii. Sasa wewe fanya hivi. Njoo nyumbani mara moja. Tufanye mazungumzo alafu tutaenda kwenye shughuli zako. Sawa. Kinachonipa wasiwasi ni kuwa alisema akigundua ambaye alichukua hiyo fimbo
atamalizana naye kabisa. Mzee Juma, wewe hata usiwe na wasiwasi kuhusu ile fimbo. Mimi nishaimaliza tayari kazi yake. Kwa hiyo chenye kimebaki nilikuwa nikukabidhi hii fimbo uende nayo. Hiyo fimbo baki nayo, maana kule aliko akigundua ya kwamba mimi ndo nilichukua hiyo fimbo, atakuja kwangu moja kwa moja na anaweza nizidi nguvu akaniua na akachukua fimbo. Sasa wewe baki nayo tu hiyo fimbo. Sawa Mzee Juma, kwa sababu wewe umesema hii fimbo ni baki nayo, acha tu mimi niwe nayo, lakini ilikuwa nikukabidhi wewe kwa sababu mimi nishamaliza na tayari kazi nayo. Na kuhusu Mzee Musa yule, sasa namuona hata hamna kitu pale. Kama vile nimekuambia mjomba kwenye simu, ile familia yetu kubwa kule nimewapigia simu kaongea kuhusu hiyo harusi na wote wameitikia mwito, watakuwa katika harusi hiyo wiki ijayo. Sawa, haina shida mjomba. Mimi nilikuwa nishawaambia wale marafiki zangu kule nyumbani kote, nilikuwa nishawapatia habari. Sasa haina shida mjomba, mimi nakusikiza wewe. Sawa basi, kama umewaambia itakuwa vizuri, kwa sababu pia watatusaidia kwenye kubeba matenti, viti na sufuria pale, sijua tena. Kwa hiyo vizuri, waambie wasichelewe, basi waje mapema ndio tufanye hiyo shughuli. Mjomba, acha mimi rudi pale nyumbani, maana yake pia kuna wageni wengine walikuwa washaanza kuingia pale. Itakuwa vizuri wakiingia mwenyewe niko pale, ndio niweke mazingira fresh pale. Mimi narudi. Karibu mjomba. Basi sawa, mimi nilikuwa tu nikufichia hiyo taarifa, lakini nini Mzee Juma? Mzee Musa yule asikusumbue, hamna kitu pale, hamna lolote pale, nishamalizana na hizo maneno. Basi sawa, acha tu nikuache Mzee Side. Tutakutana. Sawa. Hela za mawazo alafu ponga mwepesi, chunga atakufilisi utabaki na stress. Mikono toa mfukoni, nomba usimpe hiyo cash, kwanza ganda weganduka utafilisika. Kibonge una kilo Sili kush senye mitungi gang napenda push mambo ya tush siri ndum serikali imekataza, sinywi pombe hatari kwa afya, napenda kubaluza, I don't do cigarette. Oh God forgive me, oh my Lord don't leave me. Wangu wewe kwanza na wa mwisho, nimefika hitimisho, hata wanipige mawe, watupige mawe, siwezi leta mieyusho, kona takushosha makumbusho.